Yesu asifiwe. Basi tunaweza tukaangalia mbinu kadhaa ambazo shetani anazitumia. Kwa mfano, kuna mbinu moja ambayo ya kwanza kabisa, uongo. Shetani anaweza kautumia uongo au kukuingizia mawazo ya uongo, na anakutadhamisha kwamba kitu fulani ukidanganya unaweza ukapata faida. Kwa mfano, una biashara au wewe ni mfanya biashara. Sasa mfanya biashara anaweza akapigiwa simu na mtu mwingine ambaye anafanya biashara, anajua kabisa kwamba tenda hii itanipa faida, lakini sasa kuipata hivi huyu mtu anataka nimwambie kitu ili nimshawishi. Kwa maana utaingia kwenye uongo ili upate ile tenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama wewe ukitumia uongo, umeshaingia kwenye mbinu za nani? Na shetani. Umeshaingia kwenye ile ya nani? Ya shetani. Akishakuingiza, umetoka kwenye misingi ya Mungu. Mbinguni uingie. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, mawazo mabaya. Mawazo mabaya mwanadamu yakimtawala yanaweza kumkosesha asiulisi ufalme wa Mungu. Wewe unaweza ukaona kusema kwanza mimi nimeua, lakini Biblia inasema katika Misali, anasema kuna vitu 6, naam vitu 7 anaovichukia Bwana. Akasema miguu ikimbilia uovu, mikono imwagao damu, kadhalika akasema na mawazo mabaya. Kumbe mawazo mabaya ni dhambi. Sasa mawazo mabaya yanaweza kuingilia shetani. Hiyo ni mawazo ya tamaa, ya fedha, ya madaraka, ila yoyote ambayo shetani amekuingizia katika mawazo mabaya. Maana mawazo mabaya ni nia mbaya ya mwanadamu kufanya kitu ili apate kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hatua ya pili. Hatua ya tatu, hasira. Mwanadamu anaweza akaingizwa kwenye mitego ya shetani pale ambapo anapoingiza hasira. Hasira inaweza kaingia ndani yako pale mwanadamu anapoweza kukwazika. Mtu kamkwaza, mtu kamtukana, mtu kamfanyia kitu chochote, hasira ikakupanda. Lakini Biblia inaniambia kwamba hasira na isikae ndani yako, kwa maana hasira inakaa kwenye kifua cha nani? Mpumbavu asiyemjua Mungu. Sasa shetani anaweza kukuinulia mtu kwenye maisha yako ikawa ni kikwazo, akakukosea. Ukikwazika, ukapanda hasira, tayari shetani ameshakukamata, amekutoa kwenye misingi ya nani? Ya Mungu. Hizo mbinu za shetani ambazo uzitumia. Sasa wanakuwa tusipozijua, tunaweza tukakaa nazo afu ndipo tukasuiliwa. Hizo ndio lazima uzifahamu. Ya 4, ndoto mbaya. Mwanadamu ametawaliwa katika ulimwengu wa roho